Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwa mara nyingine tena tumefanikiwa kufika katika chuo ambacho tunashirikiana nacho, ni Markaz Quran Al-Hayat. Quran Al-Hayat ni chuo kiko Egypt, kinashughulika na kusomesha vijana wa nchi mbalimbali ulimwenguni, ikiwemo vijana wa Uingereza, Canada, Australia, Russia, India, Kenya, Tanzania, kokote ulimwenguni pale mtu alipo ambaye anataka kijana wake aje kusoma Qur'ani, kuhifadhishwa, kusoma fiki, hadithi na mambo mengine na tabia za Kiislamu ambazo za kidini. Kama ilivyo wao kuchukua watoto kuanzia miaka. Muhammad natokea Tanzania, mji wa Dar es Salaam. Nimekuja hapa Egypt, mji wa Cairo, ili kuja kusoma Qur'an. Sasa niko kwenye chuo cha Quran Hayati, Markaz al-Quran. Hichi chuo kwa ujumla ni kizuri sana, mazingira, walimu wanafundisha vizuri na kuna mambo mengi wanajifunza, tabia nzuri, na nimependa chuo nzuri. Wewe una miaka mingapi? Miaka 14. Wa miaka 14. Je, ushahifadhi Tanzania au hujahifadhi Qur'an? Nimeshahifadhi. 30. Sijafika 30. Kwa hiyo hapa unasoma nini na nini? Hapa nasoma jinsi ya kutamka herufi za Kiarabu na mambo mengi. I am 14 years old. I'm from America, Washington, and this markaz is really nice for memorizing and doing tajweed and every harakat. We do a lot of muraja'a here, and it's really nice. Really nice. It's really nice. I've learned a lot from here. I learned more than I did. Tunavyosema zile skuli zikifungwa, ama unaweza kumleta mtoto kwa muda wa mwaka akakaa, lakini alhamdulillah matunda yake ni makubwa. اسمي أنس، أنا من كازاخستان. أتيت في مصر لكي أحفظ قرآن. كنت في هذا مكتب القرآن حياتي 1 سنة. كنت في مصر 3 سنوات. أتيت هنا لكي أتعلم قرآن فقط. Vijana wetu lazima tuwasomeshe dini yao, vijana waelewe, na alhamdulillah watoto ni wengi na wakati wa summer time wanakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo kuna njia tofauti za kujitolea. Mnaweza mkaungana kama jumuiya ambayo kodi nyumba, akaja kama anti mmoja akakaa na vijana kama 4, 5, 6 wanakuja markaz. Na vile vile unaweza ukawaleta kwa vijana wale wakubwa kuanzia miaka 15, 16 wanaweza kuishi peke yao. Wanakaa wenyewe, tunaweka kama vijana 4 mpaka 8, inategemea na ile nyumba tuliyokodi. Halafu wanakuwa na uangalizi. Kwa hiyo alhamdulillah wanapata na wanaelekea. Kwa hiyo inshallah ukipata video hii mtumie mwenzio. Sisi hatutaki malipo katika haya, sisi tunajitolea kwa sadaka tulijari. Vijana wetu wasome dini, vijana wetu waelewe, na fees zinolipa hapa ni kwa kweli si fee kubwa ambayo mtu hawezi kuweza kulipia. Kwa hiyo shauri ni nyote wanaipenda vijana wapate angalau kuhifadhi na kusoma Qur'an, basi wanasomesha kwa moyo katika imani. Na ndugu zangu katika binadamu wenzangu, nilikuwa na ushauri mdogo. Nimefikiri kitu, nimeona maisha yanazidi kuwa magumu kwa watu wote, takriban kila mmoja analalamika maisha, lakini maisha ndio yale yale. Atonifahamu atanifahamu, asonifahamu atasema vile alivyosema. Lakini maisha sasa hivi imefikia, sasa hivi ulimwengu umefikia katika kusoma ni service, kutoa huduma. Kutoa huduma haijalishi wewe ni nasi, dokta, mwashi, fundi mwashi, fundi bomba, mtia rangi, carpenter, au carpenter, mchonga meza, sijui nini, mtengeza gari, lakini lazima sasa hivi uwe katika huduma. Kwa hiyo mtu awe kwenye huduma, vijana wasome kwenye masomo ya huduma. Kwa hiyo
maisha yamezidi kuwa magumu na yanazidi kuwa magumu kwa sababu teknolojia inakwenda faster. Sasa hivi AI tunaona kila kitu kinavyofanywa, mpaka delivery sasa hivi anakuja maroboti ku deliver. Nadhani mitaani tayari tumeanza kuona vigari vinakuja mpaka mlangoni kwako, unatia kodi, unafungua, unatoa mzigo wako, kigari kinaondoka kinaenda kuchukua kwingine. Sasa hii inapunguza ajira. Viwandani tunaona maroboti mengi yanafanya kazi kuliko watu. Kwa hiyo ikiwa uko Afrika, ukiwa uko Western, ukiwa uko wapi, watoto wasome elimu ambayo wataweza kujiajiri. Hii ni moja. Ama wasome elimu wataweza kuajiriwa na My name is Zayu. I'm from Canada, Toronto. How old are you? 9. How did you see the Marcus? You like it? Why you are here for? What Yes. school are you in now? Very good. How long you here already? 1 year. 1 year, mashallah. I'm from America, California. I came to Cairo and got recommended the Quran Hayati Academy, and I decided to put the place. And in America, I was doing it very slow, and I did 10 juz in approximately 3 years, and I did 1 juz here in less than 3 weeks. So inshallah, I'm going to try to finish the Quran by 6 months. Inshallah. At first I thought I was not going to do well because I was doing really slow. But when I came here, I got really good teachers and good chefs, so they helped me make really good Matibabu, kwa sababu humu mtu ndo unamupigwa sasa. Kama hukupigwa kwenye elimu, basi utapigwa kwenye mambo ya afya yako. Kwa hiyo tujitahidi kuwasomesha watoto. Hii ndo hazina iliyobakia, na wasome kitu ambacho wataweza kujiajiri, na katika hii kujiajiri au kuajiriwa isiwe lazima pale alipo. Maana yake anaweza kusoma akenda nje ya nchi ile ama akenda sehemu nyingine. Maana sasa hivi maisha, usikae kuwa mimi nimezaliwa hapa kwa hiyo lazima nifanye hapa. Asome, watoke nje, Mungu awajalie. Na maisha yamekuwa challenge, Mungu atatupunguzia mitihani kwa wale wenye watoto, na wale ambao hawajapata watoto Allah atawajalia watapata. Lakini ulimwengu umegeuka na maisha yamegeuka. Kwa mfano, kila mmoja sasa anazuia kitu ambacho anazalisha mwenyewe, anawazuia raia wake wananunua kitu chao, yani kuukuza ule uchumi wao. Kilimo, watu wanajitahidi kulima kwenye nchi zao ambapo wanawauzia raia wao. Kwa hiyo maisha, kila mtu anajaribu kuzuia movement yake. Wanakuruhusu uchukue kutoka nje, lakini kutoka nje yenyewe wanakupa kodi kubwa, kwa hiyo na wao wanazalisha. Kwa hiyo na sisi tugeuke, lazima tufikiri watoto wanasoma elimu gani. Sio tu kwenda naenda skuli, mwanangu hajachagua na hajajua nini, lazima ajue. Hizi elimu watoto wasome ambazo wataweza kufanya kazi nchi ulio, na wanaweza kufanya kazi ambapo nje ya hapo ulipo. Kwa hiyo tusitegemee, kwa sababu teknolojia inakwenda juu. Sasa hivi kama wale wanategemea makazi ya viwandani, sasa hivi kazi za viwandani nyingi wanafanya marobot. Yani nikisema hivi nadhani mnaifahamu kazi za delivery sasa hivi marobot yana delivery. Tunaona mitaani mwetu sasa yanakuja vigari vile vinaleta delivery chini ya mlango, unakwenda unachukua. Kumewekwa pia kupunguza kuajiriwa. Sasa kumewekwa maboksi ambayo unakwenda una collect mzigo wako mwenyewe, unakwenda unasendi mzigo wako mwenyewe. Sasa lazima watoto, jamani, ndugu zangu, waende kusoma vizuri na wajaribu kutafuta masomo ambayo wataweza kujiajiri. Usichukue masomo tu kwa kuwa anakwenda skuli. Kwa mtoto akifika kama wale waliokuwa Afrika, akifika form 2 akishakuwa anaweza kulugha kidogo, basi bora atafute elimu ambayo ataweza kujiajiri mwenyewe, ikiwa biashara, ikiwa fundi bomba, ikiwa carpenter, yani lazima. Ulimwengu umechange, ulimwengu umebadilika. Kila kila nchi inazuia raia wake ambao kuwapa ajira raia wao. Kila sehemu inajaribu kufanya kitu ambacho watu waweze kujiajiri, kwa sababu wanazuia lile soko lao.
Sasa nahisi mimi nakumbusha, ingawa mwingine ataona jamaa labda kafurahi, lakini watoto na kwa tena wasome, muda si mrefu tutaona shughuli au tunaona shughuli zinavyokuwa ngumu. Asalamu alaykum warahmatullahi